Habari, mimi naitwa Geoff. Kuna mtu anauliza swali anasema, unapokopa mkopo, je, hiyo unaitolea fungu la kumi? Asante sana kwa swali lako. Natamani kufahamu kama ukichukua mkopo, ile fedha uliyoichukulia mkopo unaitolea fungu la kumi, ndicho ambacho anakiuliza. Utaratibu wa fungu la kumi ni 10% ya faida ya kile ambacho umekipata ama kile kitu ambacho Mungu amekubariki. Let's say unafanya kazi, kwenye ule mshahara wako wote unaopewa unatoa sehemu ya 10. Kama unafanya biashara, sehemu ya 10 ya biashara yako. Lakini ukikopa mkopo, kwa sababu ile fedha inakuwa bado haijazalisha, kiutaratibu wa fungu la 10 usiitolee fungu la 10. Kama unataka unaweza kufanya, lakini kama unauliza kwa utaratibu na sheria. Ila ukishaifanyia biashara ukaizungusha ile fedha ikakupa matokeo, sehemu ya 10 unaweza kutoa. So hilo linafanana na mtu aliniuliza swali pia kwamba je, zile fedha zako, mfano ulikuwa unafanya kazi unaweka NCCF labda, je, umepewa kile kiinua mgongo chako, unaweza kutolea fungu la 10? Swala hapa ni swala ufahamu na uelewa, na ujue kwamba unatoa kwa Mungu, hautoi kisheria. Kama ni utaratibu wa kutoa kisheria, kwa sababu labda ulikuwa unatoa kila mwezi 10% ya mshahara wako, unaweza usitoe na ukawa haujakosea. Lakini kama wewe unataka kutoa, hauzui. Swala la kutoa ni utoe vile ambavyo moyoni mwako mwenyewe unasikia kutoa kwa uaminifu, sio kwa sababu ya sheria ambazo zime. Kwa hiyo kama umekopa fedha, kiutaratibu wa fungu la 10 hauruhusiwi kuitolea fungu la 10, kwa sababu fungu la 10 ni sehemu ya mapato yako. Sasa ile kwa sababu unakuwa umeikopa bado haijakutengenezea faida kwako, unaweza usiitoe. Lakini kama unasikia kutoka moyoni, unaweza kukopa na ukatoa sehemu ya 10 ya ule mkopo, ukamtolea Mungu na ukamwomba Mungu na Mungu akakusaidia. Swala la utoaji mara nyingi sana linaenda na uelewa wako na vile ambavyo wewe unatafsiri ama vile ambavyo wewe unamfahamu Mungu na unaweka kwenye mazingira yako ya kutoa, sio kwenye mazingira ya utaratibu uko vipi. Kuna watu wengine wanapewa mshahara lakini wanatoa sehemu, lakini sio sehemu ya 10 halisia. Kuna ile mshahara ni net salary au ni take home. Watu wengine wanakuwa na mambo mengi hapo. Kwa hiyo cha msingi tu mimi nataka kushauri kwenye swala la fungu la 10, toa kwa uaminifu na vile ambavyo unasikia kutoka moyoni mwako. Kuna mtu akipokea fedha yoyote ile anayoipokea, yeye anatoa sehemu ya 10 kwa sababu anajua ni ya kwake. Anatoa sehemu ya 10 anapeleka kanisani. Kwa wewe ukiona ya kwamba unaweza kupokea mkopo kwa sababu unajua ni mali yako na utaizungusha na itakulipa, kabla ya kupokea ile faida ukaitolea 10%, fine. Lakini ukiona kwamba unahitaji kwanza kuizungusha ikupe, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Fanya vile ambavyo unasikia kutoka moyoni mwako, Roho Mtakatifu anakuelekeza kufanya. Ukitoa kwa mazingira hayo, utaziona baraka mbele za Mungu. Kama una chochote, karibu tuendelee kujifunza kwa pamoja. Mimi nitafurahi sana pia kupata mchango wako. Mungu wa mbinguni akubariki sana.